Karibu katika somo hili, na katika makambi haya tuko na mada ambazo tunakusudia kuzizungumza kama Mungu ataturuhusu. Moja kati ya mada hiyo ni mada inayosema ndoto iliyosahaulika. Tunataka kuzama ndani ya Biblia na tukatafute hii ndoto iliyosahaulika. Hata kama unaijua tu, niruhusu tu niizungumzie, kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu anakusudia ukakipate kupitia kwa swala hili ambalo tunaenda kulizungumzia. Kwa hiyo ndoto iliyosahaulika, alafu ni kitabu cha Danieli sura ya 2. Tutazungumzia mada nyingine, ndoto yafunuliwa. Hiyo iliyosahaulika tutaingia ndani ya Biblia na kuifunua na kuona ina manufaa gani katika maisha yetu, na inaweza ikatuandaa namna gani ili tuweze kuenda kule nje na injili ya milele. Na mada ya 3 ambayo tutaizungumzia ni lugha ya unabii. Unabii wa Biblia una lugha yake. Usipoifahamu hauwezi kufahamu una lugha ya unabii wa Biblia. Kwa hiyo hii pia ni moja ya masomo tutakayoyazungumza hapa. Na somo lingine, na hii lugha ya unabii ni Danieli sura ya 7. Alafu ndoto zalingana. Siku ya 4 tutazungumzia, tutalinganisha ndoto ya Danieli sura ya 2 na ndoto ya Danieli sura ya 7. Tujaribu kuzilinganisha ili tuone Mungu anakuwa na kusudi gani kwa kuleta ndoto kwa watu wawili tofauti walioishi nyakati tofauti, wakaota ndoto tofauti, lakini jambo la kushangaza ulimwengu, ndoto zao zilikuwa zimebeba ujumbe mmoja. Tutaweza kulinganisha ndoto hizi na kujiangalia sisi faida tutakayoipata kwa ndoto hizi mbili. Na siku ya 5 kama Mungu atatupatia ruksa, tutaangalia pembe ndogo. Hii pembe ndogo imezungumzwaje ndani ya Biblia, na utaifahamuje, na ina madhara gani katika maisha ya kiroho ya ulimwengu wa Kristo. Tutaingia ndani, na hiyo ni Danieli 7 vile vile. Alafu sasa tukimaliza Danieli, tutaingia katika the book of Revelation, ambacho mgeni wetu mkuu wa makambi leo ametufanyia introduction, na bado atazama ndani ya kitabu cha Revelation. Mimi huenda nisifike huko kwa sababu muda wetu ni mchache mno, lakini kama tutapata hiyo nafasi, tutaangalia kanisa asi. Hii ni Ufunuo 17. Tutaliangalia kanisa asi ndani ya Biblia limezungumzwaje. Utalijuaje hili kanisa asi katika Danieli, katika kitabu cha Ufunuo sura ya 17. Alafu Mungu akitupatia nafasi tena, tutaangalia madhehebu. Yani bado madhehebu yako katika kitabu cha Ufunuo 17, maana tunaangalia kanisa kahaba au kanisa asi, na tunaangalia na watoto wa kahaba, kanisa hili kahaba. Kwa hiyo tukipata nafasi, tutaweza kuangalia kanisa asi pamoja na watoto wake. Utawajuaje, au utajuaje kanisa hili ni mtoto wa kanisa hili asi? Alafu sasa tukipata nafasi vile vile, tutaangalia kanisa la kweli la Mungu. Utalijuaje? Utalitambuaje? Limezungumzwaje ndani ya unabii wa Biblia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Tutazama ndani ya Ufunuo sura ya 12 mpaka tulitoe kanisa na dalili zake katika ulimwengu tunaoishi. Na kisha tukitoka hapo, tukipata nafasi, tutaingia Ufunuo sura ya 16 inayozungumzia roho chafu. Hapa ni mahali nyeti sana, na ulimwengu umechanganyikiwa kufahamu namna roho chafu zinavyofanya kazi ndani ya kanisa. Kuna watu wanadhani roho wanazozijua ni za Mungu, lakini hapa tutaingia ndani na kuangalia roho chafu zimezungumzwaje, na utazijuaje, na zinafanya kazi namna gani katika kanisa. Na tutaangalia na ile roho ya Mungu na kazi inayofanya katika kanisa. Na siku nyingine tena tutaangalia Ufunuo 14:12, raha iliyosahaulika. Raha gani hii ambayo ulimwengu umeisahau? Ni raha gani hii? Ama kwa njia nyingine unaweza sema fungu moja la Biblia ambalo wasomi wamekosa kulipata. Tukipata nafasi tutaweza kufika huko. Lakini mada ya mwisho ambayo ni mada nyeti, na natamani Mungu atupe nafasi tuizungumzie, alama ya mnyama ni nini? Imezungumzwaje ndani ya Biblia? Utaijuaje? Ina madhara gani kwa maisha yako binafsi? Kuna wengine wamekuja na
mafundisho potofu wakileta corona humo ndani ya unabii. Lakini kwenye mada hii tutaangalia ulimwengu wa kiunabii sahihi, the clock of prophecy. Huo mshale wa unabii umefikia wapi kwa sasa hivi? Ni nafasi tu, na huo ni Ufunuo 13, sura ya 13. Kwa hiyo unaweza angalia mada zote hizi, na siku ni leo, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Jumaa. Siku 5. Kwa hiyo Mungu atusaidie kile ambacho tutapata kiweze kutusaidia katika maisha yetu. Basi leo kwa muda tulio nao, na nitatunza wakati, sitawaweka sana, nitatunza wakati. Kwa hiyo naomba leo tuingie katika sehemu ya kwanza ya fundisho hili. Nipe ruhusa tu nizungumze fundisho hili, hata kama unalijua tuweze kukumbushana, lakini cha msingi ni hiki: ni nini ambacho jioni ya leo Mungu anakusudia kukiwasilisha kwako, chenye kinaweza kukusaidia kuboresha mahusiano yako na Mungu wako. Ndoto iliyosahaulika, Danieli sura ya 2 sehemu yake ya kwanza, na kesho tutaangalia Danieli sura ya 2 sehemu yake ya 2. Danieli sura ya 2 sehemu yake ya kwanza. Na hatutazungumzia ndoto iliyosahaulika kwa kutumia akili zetu wenyewe, lakini Mungu anatoa mwongozo na utaratibu ndani ya neno lake. Anasema katika Isaya 34 aya ya 16, tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Kwa hiyo ili tuijue ndoto hii iliyosahaulika na ndoto yenyewe ina manufaa gani kwa maisha yako binafsi, Mungu anasema tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Kwa hiyo tunaingia ndani ya Biblia na kuitafuta ndoto hii, na tutajaribu kuileta karibu kabisa na maisha yako binafsi. Inakusaidiaje? Itaboreshaje mahusiano yako na Mungu? Danieli sura ya 2 andiko la kwanza linasema, hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadneza, Biblia inasema Nebukadneza aliota ndoto. Watu wamekuwa wakiota ndoto tena za kutisha, tena za ajabu, lakini ndoto zao hazijaandikwa ndani ya Biblia. Kuna ndoto moja ya mfalme mmoja aliyewahi kuishi katika ulimwengu, anaitwa Nebukadneza, katika ufalme wa Babeli. Alilala na siku nyingi amekuwa akilala na akiota ndoto, lakini hazijawa ndoto kama hii moja ambayo ilimsumbua mpaka ikaandikwa ndani ya Biblia. Biblia inasema hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto. Biblia inasema na roho ya Nebukadneza ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Sikia, ni kawaida unapoota ndoto ya kutisha, kawaida usingizi ukuacha, kwa sababu unashutuka, unashindwa ingekuwaje. Sasa usingizi unapotea, na hiyo ndoto inakosa kukujia tena kwa sababu ya hofu. Mfalme Nebukadneza alipoota ndoto hii, Biblia inasema roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha, akakosa amani, akakosa furaha, akakosa tumaini, kwa sababu kuna kitu ambacho amekiona ambacho hakielewi na kimemsumbua katika maisha yake. Danieli anasema, au Danieli sura ya 2 inasema, ndipo mfalme Nebukadneza akafanya makosa ambayo mimi na wewe katika ulimwengu tunaoishi tunayafanya makosa haya, tena tunayafanya kwa kurudia. Wakati anakosa amani, furaha na matumaini kwa sababu ya kitu alichokiota ambacho hakielewi na hakijui, badala ya kuweka matumaini yake kwa Mungu wa mbinguni, Nebukadneza akafanya makosa mamoja. Akatoa matumaini yake kwa Mungu, akayaingiza matumaini yake kwa wanadamu. Ndio maana Biblia inasema ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na wakalidayo wapate kumweleza ndoto. Kwa hiyo akamwacha Mungu, akaleta imani yake kwa waganga na wachawi wapate kutatua shida ya moyo wake. Haya ni matatizo ambayo hata karne ya 21 Wakristo ndio, lakini wanapokuwa na changamoto za kimaisha, wengine wetu tunatoa imani yetu kwa Mungu wa mbinguni na tunaelekeza imani zetu mahali tofauti.
wapendwa, Nebukadneza alijaribu hili na halikuweza kumsaidia. Biblia inasema basi wale waganga ambao Nebukadneza aliwaajiri katika utawala wake, ili anaposumbuka kama hivi waweze kuingia na kutatua shida ya moyo wake, na alikuwa anawalipa mishahara mikubwa ili akipata matatizo katika utawala wake waweze kuingia ndani na kumsaidia. Waliposikia mfalme anawaita, wakajua sasa hii ndio zamu ya kudhihirisha kazi na uwezo tulio nao. Basi wale wachawi na waganga wakasimama mbele ya mfalme Nebukadneza, maana ruksa imetoka kwa mfalme ya kwamba njooni mniambie shida ya matatizo yangu. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri ya hiyo ndoto. Waganga wakasikiliza kwa makini sana, na hapa ndio sehemu sasa ya kujidhihirisha kwamba sisi waganga na wachawi tuna uwezo. Mfalme anasema, nimeota ndoto na mpaka nijue maana ya hiyo ndoto. Ndipo hao Wakalidayo, hao wachawi, hao wasihiri na waganga wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, mfalme uishi milele. Ewe mfalme uishi milele. Wamesikia tatizo la mfalme na sasa wanataka kumsaidia, lakini wakasema mfalme uishi milele. Wakamwambia, sikia, tuko tayari kukusaidia mfalme Nebukadneza, lakini tusaidie na wewe na kitu kimoja. Tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Swali linakuja, kama hawajui ndoto, tafsiri wataipata wapi kama si ujanja wa wachawi na waganga? Na hivi ndivyo wachawi na waganga wafanyia watu hata ulimwengu tunaoishi. Unapokwenda kwao, kwa wale wameenda kwa waganga, utasikia mganga anatafuta information kutoka kwako kwa kukuuliza maswali, na kutokamana na maswali hayo atajua atakavyo kudanganya, atajua atakavyo kukora pesa yake. Wachawi wakasema, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Biblia inasema mfalme akajibu akawaambia Wakalidayo, neno lenyewe limeniondoka, msiponijulisha ile ndoto. Nebukadneza anasumbuka hapa, na sasa akakwambia, msiponionyesha ndoto na maana yake, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa kuwa jaa. Bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi, nitawapa thawabu, nitawapa heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na maana yake. Kwa hiyo Nebukadneza anasumbuka, lakini makosa yake ni haya: ameweka imani yake kwa wanadamu ili wamtatue matatizo yake. Waganga na wachawi, Nebukadneza akaona kana kwamba hawamuelewi. Nebukadneza akaona kana kwamba mishahara anaowalipa haiwatoshi. Akasema, sikieni, niko tayari kuwahonga, niko tayari kuwaongeza mishahara, lakini mtatue shida ya moyo wangu. Nataka niwaambie Wakristo wenzangu, wakati unapitia shida na matatizo, wakati mwingine uko tayari hata kuuza shamba lako ili upate suluhu la shida na matatizo yako. Wakati unapitia changamoto ya kimaisha, wakati mwingine unaweza tumia gharama nyingi sana ili mradi upate suluhu la tatizo la maisha yako. Nebukadneza ako tayari kununua suluhu la matatizo yake. Biblia inasema wale waganga na wachawi wakajibu mara ya pili wakasema, mfalme na atuambie sisi watumishi wake ile ndoto, nasi tutamuonyesha maana yake. Waganga wakapewa nafasi ya pili. Nafasi ya kwanza wameipoteza. Mfalme akawaongeza mshahara ili aweze kusaidika, akawapatia nafasi ya pili, lakini nafasi ya pili wakaipoteza. Wakasema, mfalme na atuambie sisi ile ndoto na tafsiri yake, na sisi tutamjulisha maana yake. Nafasi ya pili wakaipoteza. Na ndipo Biblia inasema mfalme akajibu. Sasa hasira zimemkuwaka sasa. Mfalme akajibu akasema, ninajua ya hakika mumepatana munataka kupata nafasi, kwa sababu mumeona ya kuwa lile neno lenyewe limeniondoka. You want to take advantage kwa sababu nimesahau.
akawadugundua ujanja wa waganga, akasema, lakini sikilizeni sasa, msiponijulisha ile ndoto, sikia, iko amri moja tu iwapasayo, maana mmepatana kusema maneno ya uongo na maneno maovu. Nataka niwaambie Wakristo wenzangu, muganga hakuna kitu anaweza kukusaidia nacho. Nataka nikwambie, atakachokifanya kwako ni kukudanganya na kukwambia maneno ya uovu. Nebukadneza alishuhudia hili. It didn't work. Sikia, mmepatana kusema maneno ya uongo na uovu mbele yake. Hata zamani zitakapobadilika, basi mfalme akasema, niambieni ile ndoto. Angalia, amegundua ujanja wao. Niambieni ile ndoto, nami nitajua ya kuwa mnaweza kunijulisha maana yake. Waganga wakafikiria na wakaangaliana, wakasema, wacha tuseme ukweli, wacha tumwambie ukweli Nebukadneza. Waganga wa Kaldayo wakajibu mbele ya mfalme Nebukadneza, wakasema, sikia matatizo ya moyo wako. Hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili mbele ya mfalme. Usijisumbue kutafuta watu wengine, mbali na sisi tumeshindwa na hakuna mtu duniani anaweza kukusaidia, lakini wacha tukupe ushauri. Waganga wakamshauri Nebukadneza na tatizo lake, wakasema, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa mkalidayo. Anasema, wale waganga wakasema, ni neno la ajabu hili analotaka mfalme Nebukadneza, wala hapana mwingine awaye yote ambaye anaweza kumwonyesha mfalme neno hili ila miungu wasio na kikao pamoja na mwenye mwili. Bwana asifiwe. Nebukadneza, waganga walichokuwa wanamshauri Nebukadneza, walikuwa wanamwambia, hili tatizo lilo nalo sisi hatuwezi, na hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kukupa suluhu la tatizo hili. Suluhu peke yake inapatikana kwa mtu ambaye haishi pamoja na wenye mwili, na ni Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Waliposema miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili, walikuwa wanamuelekeza Nebukadneza kwa Muumba wa mbingu na ardhi. Bwana asifiwe. Waganga wanajua kuna nani? Kuna Mungu. Kwa hiyo wakamhubiria Nebukadneza. Sasa wacha ni pause kidogo hapa na nilete hii ndoto karibu na maisha yetu sasa. Inatusaidiaje hii ndoto? Wacha ni pause hapa, alafu tuangalie inatusaidiaje kama Wakristo wa karne hii ya 21. Kwa nini waganga na wachawi walishindwa kumsaidia mfalme Nebukadneza? Ni kwa nini walishindwa? Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2 aya ya 14. Kwa nini walishindwa waganga kutatua shida ya Nebukadneza? Biblia inasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu. Sikia, waganga na wachawi ni wanadamu wa tabia ya asili wenye dhambi, hawawezi kuyapokea mambo ya roho ya Mungu. Biblia inasema, maana kwake hayo mambo ya roho wa Mungu kwa mganga ni upuzi. Sikia, kwa mganga ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa mambo ya roho yanatambulika kwa jinsi ya roho. Bwana asifiwe. Ndoto ya Nebukadneza ilikuwa ni mambo ya roho. Waganga na wachawi wa tabia ya asili wasingeliweza kugundua mambo ya roho wa Mungu, kwa sababu mambo ya roho ya Mungu yanajulikana kwa jinsi ya kiroho. Hii ndoto ya Nebukadneza inatufundisha nini jioni ya leo? Kosa yote lakini usikose hili nalolisema, Walawi 19:31. Ni nini ambacho tunajifundisha jioni ya leo katika kisa hiki cha Nebukadneza? Biblia inasema, msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwafuate ili kutiwa unajisi na wao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Watu wa umoja, sikia nikwambie hapa, Mungu anajua katika ulimwengu tunaoishi kuna shida.
Anajua tunapitia changamoto za namna mbalimbali, anajua tunapitia matatizo, na haya Mungu yako wazi anayajua. Na jioni ya leo anatushauri hivi, anasema unapokuwa na shida dada yangu, unapokuwa na changamoto ndugu yangu, unapokuwa na tatizo ndugu yangu, Mungu anasema usiende kwa mwenye pepo wala mchawi. Kwa sababu ukiwa na shida ukienda kwa mchawi atakunajisi. Ukiwa na shida ukienda kwa mganga atakunajisi. Anasema mimi ndimi Bwana Mungu wenu. In other words, Mungu anasema ukiwa na shida, ukiwa na matatizo, ukiwa na changamoto, Mungu anasema mimi ndimi Bwana Mungu wako. Bwana asifiwe. Usiende kwa mganga wala mchawi wala muombezi. Sikia hapa. Kitabu cha Zaburi 146 aya ya 3. Mungu anasemaje jioni ya leo? Sikia. Anasema katika Zaburi 146 aya 3, msiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Jioni ya leo mtumishi wa Mungu unayenisikiliza hapo kwenye ulipo, Mungu jioni ya leo ana ujumbe mmoja. Anasema usiwatumanie wanadamu, usitumanie wakuu. Kuna watu katika maisha tunayoishi, akiwa na shida badala amlilie Mungu, anakimbilia wanadamu wenzake, anakimbilia wakuu. Sikia, huyo unayemkimbilia atakusaidia, lakini kuna wakati atachoka au atakusaidia na kuanza kukusema sema. Ndio maana Mungu anasema matatizo yako, shida zipo, changamoto za maisha zipo, lakini zinapokujia usiwatumanie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Mkimbilie Mungu. Bwana asifiwe. Yeremia sura ya 17 aya ya 5 inasema hivi. Bado tunaangalia hii ndoto inaweza kunisaidiaje kama Mkristo binafsi. Biblia inasema katika Yeremia 17:5, Bwana asema hivi, sikia, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Dada yangu, shida unio nayo Mungu anaijua. Usimtegemee mwanadamu katika shida ulio nayo. Biblia inasema kama umeweka imani yako kwa wanadamu umelaaniwa. Nataka nikwambie kwa wale ambao wameweka imani zao kwa wanadamu, shida, matatizo, changamoto zimekuwa sehemu ya maisha yao, kwa sababu Bwana amesema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Tena anamaliza anasema amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake anajua kuna Mungu lakini amemwacha Bwana. Ni laana. Hata uombewe namna gani kwa muombezi, kama umetegemea mwanadamu katika maisha yako, sikia nikwambie jioni ya leo, laana, shida na matatizo zitakuwa sehemu ya maisha yako. Amelaaniwa mtegemee mwanadamu amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na ndani ya nafsi yake yeye mwenyewe amemwacha Bwana. Danieli sura ya 2 tumefika aya ya 12 inasema hivi. Basi kwa hiyo Mfalme Nebukadneza akakasirika sana, maana waganga na wachawi wameshindwa kutatua matatizo ya moyo wake. Akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Sikia, tatizo la Nebukadneza, yeye ndiye alilala, yeye ndiye ameota ndoto, yeye ndiye amekosa amani, lakini wanaouawa ni watu ambao hawakuhusika. Ile amri ikatangazwa na wale wenye hekima walikuwa karibu kuuawa. Watu wakamtafuta Danieli na Meshaki, Shedaki na Abednego ili na wao pia walikuwa wenye hekima wa Babeli waweze kuuawa. Ndipo Danieli kwa busara na hadari akamjibu yule aliyoko akida wa walinzi wa mfalme aliyepewa amri ya kuwatafuta wenye hekima wa Babeli na kuwaua. Danieli akamjibu akamwambia hivi, akamwambia aliyoko akida wa walinzi wa mfalme, mbona amri hii ya kuwa wenye hekima wa Babeli mbona ina ukali namna hii?
Ndipo Arioko akamwarifu yule Danieli habari ile. Arioko akamwambia, sikia Danieli, mfalme amelala, ameota ndoto ya kutisha, amesahau, amekosa amani, amekosa furaha, amekosa tumaini, ameita waganga, wameshindwa kumsaidia. Hii ndiyo maana wenye hekima wote wa Babeli wanauawa. Danieli aliposikia hivyo, sikia alichokifanya. Basi Danieli akaingia, akamwomba mfalme Nebukadneza ampatie muda, kisha yeye atamuonyesha mfalme tafsiri. Ninampenda sana Danieli kwa sababu moja. Sikia, watu wanakimbia kifo kwa Nebukadneza. Danieli anaposikia kwa imani aliyonayo kwa Mungu wake, akasema nipeleke huko kwa muuaji. Nataka niwaambie Wakristo wenzangu, unapokuwa na Yesu, kifo hakikuogopeshi. Unapokita imani yako kwa Yesu, hata kifo kisimame mbele yako, utasimama na Yesu wako. He will never let you down. Danieli kwa maisha yake ameweka imani yake imara kwa Yesu. Na wakati watu wanatoroka kifo, akasema I want to be there, nipeleke huko. Hata akida akamuuliza, are you sure? Akasema let me face him. Ndipo Danieli akaenda, akamwona mfalme, mfalme akampatia nafasi. Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari ile prayer band yake, Anania, Meshueli na Azaria wenzake. Akawaambia kuna kitu, kuna hitaji, kuna prayer request hapa, hebu tujaribu kusaidiana ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni. Huyu Nebukadneza kwa wanadamu, Danieli na prayer band yake wakaomba rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe, mmoja wa wale wenye hekima wa Babeli. Wapendwa, Danieli akaingilia kati, akasema hivi, waganga hawana hatia, wachawi hawana hatia, wenye hekima wa Babeli hawana hatia. Aliyelala ni Nebukadneza, aliyeota ni Nebukadneza, aliyesahau Nebukadneza, anayesumbuka ni Nebukadneza. Kwa nini watu wasio na hatia wauawe? Daniel akaingilia kati ya waganga, wachawi, wenye hekima wa Babeli, akatafuta uso wa Bwana kwa ajili yao. Ni mara ngapi umeintervene kwa sababu ya shida ya mume wako? Ni mara ngapi umeingilia kati kwa sababu ya shida ya mtoto wako? Ni mara ngapi umeingia kati kwa sababu ya tatizo la mshiriki mwenzako, ukafunga na kuomba ili Bwana aweze kumuonekania? Danieli akasema they don't deserve to die, let us pray. Biblia inasema ndipo Danieli baada ya kuomba kwa Mungu wake wa kweli, alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku, watu wa umoja, Mungu anajibu maombi. Bwana asifiwe. Waliomba, walitafuta uso wa Bwana, na Bwana akasikia sauti ya kilio chao, akawajibu. Usijisumbue ndugu yangu, dada yangu, haina haja uende kwa mwombezi kutafuta suluhu la shida na matatizo ulionayo. Uko na Mungu, Muumba wa mbingu na ardhi. Inamuumiza moyo sana Mungu wakati anakuona ukitafuta njia zako za kujitatulia shida na matatizo unayoyapitia, wakati yeye anakujua, wakati wewe ni kazi ya mikono yake, wakati amekuumba kwa mfano wake, wakati ako kwa ajili yako, wakati amekwambia kama una shida niko hapa. Anapoona umemwacha na kutafuta njia zako za kujitoa na kujitatua katika shida ya matatizo yako, inaumiza moyo wa Muumba wako na Mwokozi wako. Danieli akafunuliwa, na Biblia inasema basi Danieli akamuhimidi Mungu wa mbinguni baada ya kutafuta uso wa Bwana, na Bwana akasikia sauti ya kilio chake. Biblia inasema Danieli akapiga magoti na akamshukuru Bwana. Akasema wewe ni mwaminifu na wa haki, akamshukuru Bwana. Nataka nipoze hapo na nilete changamoto mbele yako.
Ni mara ngapi dada yangu umeolewa katika ndoa yako ya halali, umekosa mtoto miaka 10, umeita wazee wakakuombea, umeita pastor amekuombea, watu wakafunga na kuomba kwa ajili ya tatizo la moyo wako, kisha Bwana kwa uaminifu wake wote akakujibu ukapata mtoto. Ni mara ngapi umekosa kutambua hilo na kumshukuru Mungu na kumwambia Bwana asante kwa kujibu maombi yangu? Ni mara ngapi tumefunga na kulia mbele za Bwana na kwa uaminifu wa Mungu akajidhihirisha katika shida na matatizo yetu, lakini ni mara ngapi umetambua na ukapiga magoti na ukamhimidi Bwana kwa sababu ya tatizo alilolitatua katika maisha yako? Nataka niwaambie jioni ya leo, inaumiza Mungu wakati umefunga, umeomba na Mungu akakuonekania, kisha ukakosa kutambua, ukakosa kushukuru, hata kuleta sadaka ya shukurani kwa makambi na kusema jamani, miaka 10 sina mtoto katika ndoa. Asante kwa maombi, Mungu amesikia maombi yangu, amejibu, nimekuja, mtoto ndiye huyu, hii ni sadaka ya shukurani kwa yale aliyonifanyia. Mara ngapi umefanya hivyo ndugu yangu na dada yangu? Danieli alipojibiwa, Biblia inasema alimuhimidi Bwana. Na kwa nini Danieli alijibiwa? Kitabu cha Wafilipi sura ya 3 aya ya 20. Biblia inasema, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo. Wenyeji wetu uko mbinguni. Hapa duniani tu wasafiri. Kuna mahali ambako tunaelekea, tunataka kwenda nyumbani. Wenyeji wetu uko mbinguni. Na kwa hiyo Danieli alipopata tatizo la Nebukadneza, alipiga simu mahali mwenyeji wake ulipo. Bwana asifiwe. Kule Tanzania kuna ambassador wa Kenya, anawakilisha Kenya akiwa Tanzania. Akiwa na shida zozote kule Tanzania, hatafuti msaada huko, anapiga simu, anatafuta msaada mahali wenyeji wake ulipo. Akiwa na changamoto kule ndio mkabili, anapiga simu Kenya mahali wenyeji wake ulipo kutafuta mashauri. Nataka niwaambie Wakristo wenzangu, wenyeji wetu uko mbinguni. Piga simu kwa Mungu wako. Mpigie simu huyo Mungu, hashindwi, hajashindwa. Ni wewe hujampatia nafasi ya kujidhihirisha katika maisha yako. Danieli alijua wenyeji wetu uko mbinguni. Kwa hiyo tatizo lolote ninalolipata hapa, msaada uko mahali wenyeji wangu ulipo. Alipiga simu na Mungu alisikia, kwa sababu Mungu anajibu maombi. Jioni ya leo ninapomaliza, Mungu anasema hivi katika Wafilipi sura ya 4 aya ya 6. Anasema msijisumbue kwa neno lolote. Mungu anajua dada yangu umesumbuka sana. Anajua umesumbuka, umepitia makubwa. Anajua changamoto ulizo nazo katika maisha yako. Jioni ya leo anasema hivi, dada yangu, usijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zako zijulikane kwangu. Bwana asifiwe. Mungu mkubwa mwenye uwezo anasema, in case of anything let me know. Dada yangu, unasumbuka kwa sababu hujamjulisha Mungu kwa dhati ya moyoni. Ndugu yangu, hujapata breakthrough katika maisha yako. You are struggling in life simply because haujamwambia Mungu shida ya moyo wako hasa ni nini kwa dhati ya moyoni. Jioni ya leo Mungu anajua dada yangu kile unachokipitia, anajua shida na matatizo unayoyapitia. Lakini ushauri wake ni huu: haja za moyo wako nijulishe. Utasumbuka mpaka lini dada, wakati una Mungu mwenye uwezo? Utang'ang'ana mpaka lini ndugu yangu, wakati uko na Mungu mwenye uwezo?
Utaumia mpaka lini? Mpaka wengine wetu tunapokuwa na shida na matatizo, tunatafuta namna ya kujitoa katika shida na matatizo, mpaka tunapogundua tunarudi kwa Mungu tukiwa na makovu ya dhambi. Na kwa neema ya Mungu anasema, kuja mwanangu, I know, pole sana. Na ndicho kisa kilichowapata wanafunzi katika bahari. Yesu ameishi nao miaka 3.5, lakini kabla awaache akawapa mtihani. Je, nikiwa sipo wanaweza kunitegemea? Wanaweza wakaniita? Akapita nao kwenye mashua, kwenye bahari. Wengi wao walikuwa na experience ya majini, lakini Yesu nia yake ni moja, nikiwaacha wanaweza wakiwa na shida duniani na katika kazi yao kunitafuta. Na walipovuka bahari, wakafika katikati ya bahari. Wangapi wamesafiri baharini hapa? Mimi ni mmoja wao. Nilisafiri kwenda Tanzania, sehemu za Pemba. Sikupita kwa boda, nikapita kwa vichochoro. Pale Shimoni kalipa 500 ya Kenya, 7,000 za Tanzania. Ile boti ambayo ilikuwa inatubeba kutupeleka, tulikuwa tunaenda kufanya muhadhara huko sehemu za Pemba. So ile boti iliyotubeba ni ile ya nguo ile. Ndani si ya abiria, iko na jidude la kubebea samaki. Kwa hiyo tukaingia, tukasurround ile dude la samaki, na safari ikaanza. Tulisafiri 8 good hours kwa maji. Tumefika katikati, mpaka ukiangalia dunia nzima ni maji. Mpaka nakumbuka nikimuuliza yule anayetupeleka, unajua unakokwenda? Akanambia, we ni mgeni, mimi kila siku niko humu baharini. Uvundo wa maji wa baharini pamoja na uvundo wa pale ndani, nuka. Kwa kuwa wengine wetu hatuna hiyo experience, tukaanza kushikwa na hali ya kichefuchefu ya kutapika. Ndipo nikajua kwenye ile mashua pia kuna conductor. Akachukua kindoo hapo. Haya, akiona tu una hali ya kutaka kutapika, ili usiharibu mazingira yenye ambayo tayari yameharibika, anakuja na ile ndoo, anasema tapika hapo. Kwa kuwa amekaa hapo, anamwaga tayari pande hiyo. Alafu akishamwaga pande hiyo, anaangalia next patient for the same treatment. Akiona una dalili, anakuja, aya maliza hapa. Anamwaga huko, anaosha next patient. Wanafunzi wakafika mahali katikati ya bahari. Alafu Yesu kwa kuwa ana lengo, akaenda kule mbele ya ile boti. Alipofika mbele ya boti, si ati alikuwa na usingizi akajifanya amelala. Hakulala nyuma ya boti, alilala mbele. In other words, alikuwa anawaambia, nahodha niko hapa. Nahodha yuko nyuma, yuko mbele. Lakini hiyo message haikuwafikia. Alafu alipokuwa amelala, akachemusha bahari makusudi. Si ameumba? Mawimbi ndio hayo. Popo. Kina Petro akasema, Yohana, si unajua hii ni kama ile ya juzi. Hii ni ndogo sana. Wana experience ya baharini kwa muda mrefu. Wakaanza kutoa maji kwenye mashua, wakiamwaga kwa bahari. Yesu akasikia vile wanaongea. Mna experience Akaweka gia namba 2. Mawimbi yakaanza kufunikiza kile chombo. Badala wamwangalie Yesu mbele, wanaangalia experience walio nayo ya baharini. Ndugu na dada yangu, shida ulizo nazo, badala ya umuite Yesu kwa kuwa yuko maishani mwako kwa ajili yako, unatafuta njia na namna ya kujitatulia shida na matatizo yako mwenyewe. Inamuumiza Yesu akiwa katika bahari, akiwa katika mashua ya maisha yako, na akaona una shida na tatizo, na badala ya kumuita unatafuta namna, kwa sababu una experience ya maisha.
walitumia ujuzi wao wote, wakatoa mashati wakabaki na mavesti, jasho linawamwagika. Experience yao ilipoisha, wakakumbuka Bwana yuko katikati yetu. Ninafurahi kwa sababu hawakusahau Yesu yuko katikati yao. Na walipomuita this time round, hawakuenda kumuita kwa nguvu, kwa upole pole, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Tunaangamia. Sauti ambayo Yesu aliingojea kwa muda mrefu. Kama leo hii dada yangu na ndugu yangu, unapopitia shida na matatizo ya maisha yako, Yesu akiwa katika mashua ya maisha yako, amengojea sauti ya mtoto wake akimuita katika shida, tatizo na changamoto. Lakini humuiti, unajishughulisha. Inaumiza moyo wa Yesu. Mungu anasema jioni ya leo, usijisumbue, niko kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Usikubali kusumbuka na Mungu yuko. Basi Danieli tunapomaliza akaenda kwa Arioko aliyewekwa na mfalme kuwaua wenye hekima wa Babeli. Alikwenda akamwambia, usiwaangamize wenye hekima wa Babeli, hawana makosa hao. Hawakuota hao. Hawasumbuki kwa sababu ya ndoto hao. Hawana hatia, usiwaangamize. Niingize mimi mbele ya mfalme, nami nitamuonyesha mfalme ile ndoto na maana yake. Ndipo Arioko akamuingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka. Haraka sana. Maana hata yeye ametamani suluhu la tatizo la mfalme Nebukadneza. Akamwambia hivi, nimemuona mtu mmoja wa hao wana wa Yuda waliohamishwa atakayemjulisha mfalme ile tafsiri. Mfalme akajibu akamwambia Danieli aliyekuwa akiitwa Belteshaza, je, wewe waweza kunijulisha ile ndoto na tafsiri? Napenda majibu ya Danieli. Danieli akajibu mbele ya mfalme Nebukadneza akasema, sasa sikiliza mfalme, tatizo la moyo wako. Mfalme Nebukadneza akakaa vizuri sasa, akamakinika. Danieli akasema, ile siri aliyoiuliza mfalme Nebukadneza, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme. Kwa hiyo ulipokuwa unatafuta wenye hekima kuwaangamiza, ulikuwa unafanya makosa makubwa, kwa sababu hata hawawezi. Wala waganga, wala wachawi, wala wanajimu hawawezi. Mungu anasema katika Wafilipi, usijisumbue, let me know. Kwa hiyo Nebukadneza, kwa kuhusisha wanadamu ulijisumbua, maana Mungu anasema usijisumbue. Waganga na wachawi hawawezi kutatua matatizo ya moyo wako. Lakini sikia, yuko Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Hata jioni ya leo nataka nikwambie, katika shida na tatizo unalolipitia, yuko Mungu wa mbinguni. Yuko Mungu wa mbinguni afunuaye siri, na huyo Mungu wa mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Mambo yatakayo, sio yaliyo au yanayo, future, yatakayokuwa siku za mwisho. Usikose kesho jioni. Tutaingia ndani ya kitabu cha Danieli na tutaona kweli kile Danieli alichomwambia Nebukadneza kwamba hii shida, hii ndoto si ya wakati wako. Hii ndoto ni ya nyakati za mwisho. Usikose kesho kwenye sehemu ya pili ya Danieli. Nitakuingiza kwenye historia ya dunia, nitakuingiza ndani ya Biblia kuhusu ndoto hii, na utaona ilivyotimia na inavyokuhusu wewe unayeishi katika karne hii ya 21. Anasema katika Isaya 46:9-10, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine, mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo ndoto ya Nebukadneza, Mungu alikuwa anatangaza mwisho tangu kipindi hicho cha Nebukadneza. Anasema nitangazaye tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Usikose kesho. Lakini ninapomaliza nataka niombe na mtu jioni ya leo. Mungu anasema usijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kusali, kuomba na kushukuru haja zako zijulikane kwangu.
Sijui ni nini unachokipitia katika maisha yako jioni ya leo, lakini nataka nikuombee dada yangu, kwa sababu hakuna jambo lisilowezekana mbele za Mungu. Sikia, Mungu anajua shida unayoipitia. Mungu anajua changamoto unayoipitia. Mungu anajua tatizo unayoipitia. Anajua imekuumiza kwa kiasi gani. Nataka niwaambie Wakristo wenzangu, kuna watu wameumia katika dunia hii. Kuna watu wamepitia machungu katika kanisa hili. Kuna watu wanaimba ndio, kuna watu wanahubiri ndio, kuna watu wanakuja kanisani ndio, lakini wameumia ndani ya mioyo yao. Wamepitia machungu na maumivu na machungu ambayo hata unaona ukimwelezea mshiriki mwenzako hawezi kukuelewa. Hata unaona ukimweleza mzee wa kanisa hawezi kukuelewa. Machungu na maumivu ambayo unaona hata ukimweleza mpasta wako hawezi kukuelewa. Jioni ya leo nataka nikutangazie, Yesu anakuelewa. Sijui ni shida gani unayoipitia na umeipitia kwa muda gani. Jioni ya leo nataka niombe na mtu hapa ambaye anajua anachokipitia katika maisha yake, anajua maumivu anayoyapitia, anajua machungu ambayo anayapitia, anajua changamoto anazozipitia. Na kwa sababu katika mkutano wa kambi hili Mungu ameshuka na kuweka uwepo wake ili asikie hoja za watu wake na kuzitatua. Nataka niombe na mtu jioni ya leo ambaye anajua shida yake, anajua matatizo anayoyapitia, anajua changamoto anazozipitia, anajua maumivu na machungu, amekosa amani na furaha na tumaini, hajui afanyeje. Jioni ya leo nakwambia Yesu anaweza. Kama uko hapa na una kitu ambacho unataka Bwana aweze kukuonekania katika kambi hili na katika mkutano huu, na jioni ya leo ninataka nikuombee. Sijui ni kipi ambacho unakipitia. Yesu hataki kujua umekibeba kwa muda gani. Anachotaka kwako ni umuletee. Anasema hivi, njoni kwangu enyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Lete mzigo wako. Katika mkutano wa makambi haya unaweza ukampa Yesu mzigo wako akakufungua, au unaweza kwa kambi lote likaisha ukarudi nyumbani na mzigo wako na matatizo yako. It is all about your choice. Jioni ya leo kama unasema Bwana, kutana na hitaji la moyo wangu, simama, nataka niombe na wewe. Sijui ni shida gani ambayo unaipitia, saa yangu imeisha. Sijui ni changamoto gani ambayo unaipitia, lakini unaijua mwenyewe. Hata huyo jirani ambaye ako hapo hajui, huyo hajui unavyoumia, hajui shida na mtatatizo ambayo umeyabeba katika kifua cha moyo wako, hajui. Wewe unajua. Na jioni ya leo Mungu anasema nijulishe haja ya moyo wako. Kuna corona, ninajua sana kuna corona, lakini Mungu ni zaidi ya corona. Bwana asifiwe. Nataka mtu mmoja ambaye ndani ya nafsi yake ana kitu ambacho kimemsumbua kwa muda mrefu, na katika kambi hili anasema I want to try God. Songa hapa mbele. Mtu mmoja tu ambaye anajifahamu amesumbuka na anajua usumbufu wa tatizo lake, anajua shida ya moyo wake, na jioni ya leo ndani ya nafsi yake kwa dhati ya moyoni anataka kumkabidhi Mungu tatizo hilo na shida hiyo, ili Mungu akamuonekanie. Just come forward my brother, come forward my sister. Usiangalie mtu. Mambo ya uzima wa milele ni ya mtu binafsi. Kila mtu atasimama peke yake mbele ya kiti cha hukumu. Social distance important, but kuja mbele za Bwana. Mungu ameweka uwepo wake katika kambi hili kwa sababu yako dada yangu, kwa sababu yako ndugu yangu. Anataka kukuhudumia. Utampa nafasi. Hii ni nafasi Mungu amekupatia. Songa hapa mbele tufanye maombi. Songa kwa imani. Songa kwa imani. Unajua kwa nini nasema usonge? Hatua unayoipiga ni dhihirisho kwa Mungu kwamba uko tayari kukabidhi shida na matatizo yako mbele zake. Mjaribu Mungu jioni ya leo. Asante kwa wale ambao wamekuja. Mungu awabariki sana. Tunataka tuombe. Naomba Mungu akusaidie kuwa na imani, maana hata tukaomba namna gani, kama huna imani utabaki na shida yako na tatizo la moyo wako. Asante kwa wale ambao wamekuja. Mungu ni shahidi na Mungu amekuona ndugu yangu na dada yangu. Kwa kuwa sijui tatizo lako na shida yako iliyokusababisha kuja mbele za Bwana, nitakupatia dakika 2
mimina moyo wako mbele za Bwana katika kambi hili. Yuko katikati yetu. Sijui kinachokuumiza, sijui shida na tatizo la moyo wako. Mungu ni shahidi, anajua kilichokuleta hapa mbele. Fungua moyo wake, zungumza naye kwa sauti ya upole. Na kama itakulazimu kulia, lia, kwa sababu unalia mbele za Bwana. Atayapanguza machozi hayo. Anakuona, anajua ulivyoumia, anajua. Mimi na moyo wako mbele zake kwa dhati ya moyoni na kwa imani. Hata kama itakulazimu kulia, wacha Mungu aone machozi hayo, kwa sababu umeamua kambi hili akufungue. Asante kwa wale ambao wanazungumza na Mungu wao. Mungu awabariki sana ndugu zangu na dada zangu. Zungumza naye, usimfiche. Yeye si mwanadamu aseme uongo. Nong'oneza, mimi na moyo wako mbele za Bwana. Muelezee tatizo la moyo wako kwa imani. Jioni ya leo anaenda kukufungua kwa imani. Asante sana kwa wale ambao wanaomba. Asante sana kwa wale ambao wanamimina mioyo yao mbele za Bwana. Ninahisi kuna mtu anaenda kufunguliwa jioni ya leo. Ninahisi kuna mtu anaenda kuachiliwa huru jioni ya leo. Ninahisi kuna mtu anaenda kuponywa jioni ya leo. Ninahisi kuna familia inaenda kusimamishwa tena jioni ya leo. Zungumza na Mungu wako. Asante. Kisha nitamaliza kwa ombi. Baba, katika jina la Yesu, tunasimama mbele zako jioni ya leo. Tunashukuru kwa nafasi hii ambayo umetupatia. Wako wengi na wengine tunawajua, wametamani nafasi kama hii, wameikosa. Wengine tulianza nao mwaka huu hawakumaliza, wamelala mauti. Wengine tulikuwa nao makambi ya mwaka uliopita, hawakuweza kufika makambi haya. Bwana, umeyahifadhi maisha yetu na ukaona ni vyema kutuleta katika mkutano huu kusikia kutoka kwako. Si kwa sababu sisi ni wema, si kwa sababu ya uzuri wowote ambao tumekufanyia Jehova. Ni kwa sababu ya neema yako kwetu, ni kwa sababu ya huruma zako kwetu, ni kwa sababu ya upendo wako kwetu, ni kwa sababu na lengo na kusudi la uhai wetu. Jina lako litukuzwe. Tusamehe dhambi na makosa yetu, dhambi za siri na dhambi za wazi, dhambi tuzijuazo na tusizozijua. Tuoshe nje na ndani na utusamehe. Damu ya Yesu itutakase ili tukubalike mbele zako. Jehova, wana na binti zako wamekuja mbele zako. Ni wewe mwenyewe uliahidi kwamba katika kutaniko kama hili utashuka na utaweka uwepo wako kukutana na haja za mioyo ya watu wako. Wamekuja kwako kwa sababu ulisema kila mmoja wao anahitaji binafsi. Amemimina moyo wake mbele zako Jehova. Umesikia kilio chake, umesikia shida na tatizo ambalo limemsumbua katika maisha yake. Na jioni ya leo amekuja kwako kwa imani. Ninaomba ukamsikie na ukamfungue katika jina la Yesu. Kuna watu katikati yetu ambao wamesumbuka katika maisha yao binafsi, wamekosa amani, na jioni ya leo wamekuja kwako mfalme wa amani. Ninatangaza amani katika jina la Yesu. Kuna watu kati yetu ambao familia zao zinapitia changamoto. Ndio ni washiriki, ndio wanaimba, ndio wanafanya kila jitihada za kanisa, lakini ndani ya familia zao amani imekosekana. Jehova, nenda ukawasikie na ukawafungue katika jina la Yesu. Kuna watu kati yetu ambao wamepitia shida za magonjwa, wamesumbuka. Magonjwa imekuwa kama ni sehemu ya maisha yao. Wamepita hospitali mengi, magonjwa mengine hayaonekani. Wamefika mahali wamekata tamaa. Na jioni ya leo kwa kuwa umeshuka na umeweka uwepo wako katika kutaniko hili, wamekuja kwako kwa imani. Huyo roho wa magonjwa katika maisha yao tunamkataa katika jina la Yesu. Jehova kawafungue. Jehova kawaponye. Huenda ni wao au ni wazazi wao wagonjwa. Huenda ni wao au ni waume zao ni wagonjwa.
Huenda ni wao au ni wake zao ni wagonjwa. Huenda ni wao au ni watoto wao, majirani zao, wafanyikazi wenzao ni wagonjwa na wamekuja kwa niaba yao. Kwa imani zao wafungue katika jina la Yesu. Jehova, kuna wengine wametafuta kazi, wamesumbuka kwa miaka mingi, wamekuja kwako kwa imani. Fungua milango yako ya kazi katika jina la Yesu. Jehova, unajua hitaji la kila nafsi ambayo imewakilishwa hapa, maana unasoma hata mawazo ya moyo wa mwanadamu. Jioni ya leo kakutane na hitaji la kila mmoja wao na ujidhihirishe, ili katika kambi hili shuhuda zikatolewe ya kwamba hakika wewe ni Mungu, na walipokuja kwako uliweza kukutana na haja za mioyo wao. Watendee kwa utukufu wa jina lako, ili wapate sababu ya kulisifu na kulitukuza jina lako. Asante Jehova kwa sababu umetusikia. Asante Jehova kwa sababu umetujibu. Kwa maana tumeomba haya yote yafike mahali ulipo, kwa msaada wa Yesu Kristo ambaye kwetu ni Bwana na mkombozi wa maisha yetu, na kila mmoja asema amen. Pokeeni miujiza yenu katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Haya kakaeni.